hapa ndipo binadamu tulipofikia kwa sasa. Hebu vuta picha. Mungu kamuumba na sura nzuri, ana muonekano wa kibinadamu, lakini baadaye binadamu huyo anakuja kuiona sura aliyopewa na Mwenyezi Mungu haimfai. Anaamua kuitengeneza sura yake iwe vile yeye anavyotaka. Ni jambo la kushangaza sana, lakini hapa ndipo dunia ilipofikia. Mpenzi mtazamaji wa Iconic, leo nimekuandalia listi nyingine ya watu ambao walikataa sura alizopewa na Mwenyezi Mungu kisha wakajibadilisha ili waonekane vile wanavyotaka wao. Sasa ili tuweze kuwafahamu, ongozana na mimi mwanzo hadi mwisho ili tukapate kuwafahamu. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Na ikikupendeza pia, unaweza ukadondosha komenti yako hapo chini, uniambie unaangalia video hii ukiwa wapi. Mtu wa kwanza kwa siku ya leo ambaye anatufungulia orodha yetu anajulikana zaidi kwa jina la Black Alien. Huyu alitaka kuonekana tofauti na wanadamu wengine, huku alikuwa akilenga zaidi muonekano wake ufanane kabisa na viumbe aliens. Ndipo mtu huyu akaamua kuanza kufanya mabadiliko kwenye mwili wake, kama kuchora tattoo nyeusi kwenye mwili wake, kisha kichwani na usoni akaweka mapembe, meno yake akayapaka rangi na kuikata pua yake. Lakini pia hakuishia hapo tu, alikata masikio yake na vidole viwili vya mikono, na alifanya hivyo kwa sababu alien huwa na vidole vitatu vya mikono. Kwa hiyo alikata vidole viwili ili abakie na vitatu ili mikono yake ifanane na aliens. Na mtu huyu bado aliendelea kwa kupasua ulimi wake ukatoka vipande viwili, kisha mwilini mwake akajaza vipini vingi na hereni, na baada ya hapo akaonekana tofauti sasa kama ambavyo alikuwa anataka. Lakini pia hakuishia hapo tu, bali alichora tattoo hadi machoni, na hali hiyo ilimletea madhara kidogo, kwa sababu baada ya kuchora tattoo hiyo alipoteza uwezo wa kuona kwa muda, japo baada ya kipindi kifupi kupita alirudi tena kwenye hali yake ya kawaida, akaendelea kuona. Alikuwa mwenye muonekano mzuri tu na handsome, lakini mwisho huo ndio ulikuwa muonekano wake. Na mtu huyu yeye anasema kwamba project yake hiyo bado inaendelea, akimaanisha kuwa bado anategemea kufanya mabadiliko mengi sana kwenye mwili wake. Huyo ndio Black Alien. Namba 2 ni Dragon Lad. Jina lake halisi anaitwa Richard Hernandez. Huyu pia alitaka kuonekana tofauti na wanadamu wengine, na ndipo akaamua kuanza kufanya transformation ili kubadilisha mwili wake kwa kila kitu. Sio mwanamke kama unavyomuona. Huyu alikuwa ni mwanaume na alizaliwa akiwa na jinsia ya kiume, lakini baadaye alipoanza kufanya mabadiliko yake hayo, kitu cha kwanza alianza kwa kubadilisha jinsia yake. Ndipo akajibadilisha akawa mwanamke, na baada ya hapo alichora tattoo nyingi sana mwilini mwake, kisha akaikata pua yake, masikio, akaweka mapembe kwenye uso wake, na baada ya hapo akaweka kucha ndefu sana kwenye mikono yake. Dragon Lady anasema kwamba kufanya mabadiliko hayo kwenye mwili wake ulikuwa ni uamuzi mzuri sana aliyowahi kuchukua kwenye maisha yake, na kiukweli anajivunia sana kuwa hivyo, na kitu hicho kinamfanya ajiamini na kumfanya awe na furaha. Namba 3 anaitwa Maria Jose. Huyu anajulikana zaidi kwa jina la Vampire Lady. Anatokea nchini Mexico. Vampire Lady anasema kwamba alianza kufanya transformation au kufanya mabadiliko kwenye mwili wake tangu akiwa na miaka 14, ambapo alianza kwa kuchora tattoo, kisha akaweka mapembe, macho yake akayachora tattoo pia, lakini masikio na ulimi wake akavichana. Lakini pia hakuishia hapo tu, bali akaweka meno 4 marefu ya mbele, kisha akajaza pini na hereni kwenye uso wake baada ya kujitoga au kujitoboa kwenye mwili wake. Maria anasema kwamba kwenye mabadiliko yake hayo ambayo aliyafanya, kuna vitu ambavyo vilimpa maumivu sana, na vitu hivyo ambavyo vilimuumiza vilikuwa ni kuweka hayo manundu au mapembe kwenye mwili wake, lakini pia kuchora tattoo ya machoni. Basi inaonekana watu wa Mexico ndo tabia yao, kwa sababu kama unakumbuka story ambayo nilikuletea hapa ya Kamara, mwanamke ambaye alikuwa amechora tattoo kwenye macho yake akapofuka na kufariki, naye pia alikuwa akitokea huko Mexico. Okay, tuendelee. Lakini pia Maria anasema kwamba anapenda sana kuwa na muonekano huo, na anawashauri vijana ambao wanatamani kufanya mabadiliko kwenye miili yao, basi kama wamedhamiria kutoka moyoni kufanya hivyo, wafanye tu, kwa sababu kitu hicho kitawafanya wajiamini na kujivunia kuwa tofauti na wanadamu wengine. Namba 4 ni Joe Migler. Huyu pia naye alitaka kuonekana tofauti na wanadamu wengine, na ndipo akaamua kuanza kufanya mabadiliko kwenye mwili wake. Yeye huyo alitoboa mashavu yake kushoto na kulia, kisha akaweka ring, lakini pia akatoboa matundu mengine madogo madogo usoni, na baada ya hapo akapasua ulimi wake ukawa umejigawa mara 2. Joe anafurahia sana muonekano wake huo, na anasema kwamba kati ya uamuzi sahihi ambao alishawahi kufanya kwenye maisha yake, basi ni kuamua kuanza kufanya mabadiliko.
5 anaitwa Tox Bodemond. Tox yeye alianza mabadiliko yake tangu akiwa na miaka 17 na alianza kwa kuchora tattoo. Tox anasema kwamba alivutiwa sana na kuwa tofauti na wanadamu wengine kupitia mitandao ya kijamii. Alikuwa akipenda sana kufuatilia mitindo ya namna hiyo kwenye mitandao ya kijamii na hatimaye akajikuta anatamani sana kuwa na muonekano huo, na ndipo akaamua kuanza kufanya mabadiliko yake. Pia Tox anasema kwamba yeye anajivunia sana kuwa na muonekano huo kwa sababu anaonekana tofauti na watu wengine. Alipokuwa ameanza safari yake hiyo, alianza kwa kuchora tattoo kisha akaikata pua yake, na anasema kwa kufanya hivyo basi kwa sasa anasema anaonekana mzuri zaidi na mrembo kuliko alivyokuwa mwanzo. Lakini pia Tox hakuishia hapo. Alichonga meno yake akawa membamba na mwisho akaweka manundu au mapembe madogo madogo kwenye uso wake. Namba 6 ni Dennis Avner, au kwa jina jingine unaweza kumuita Catman. Huyu pia alipenda kuonekana tofauti na wanadamu wengine, huku akilenga zaidi muonekano wake ufanane na wa mnyama, hasa tiger na paka. Ndipo Dennis akaanza kufanya mabadiliko yake hayo, ambapo alianza kwa kuchora tattoo, kisha akaweka masikio ya kugandamizwa, akaweka pua ya kukanyagwa, akaweka mkia, mdomo wake akauchonga na mashavu pia akayaongeza na kuweka manyoya ya usoni kama ya tiger. Namba 7 anaitwa Rolf Buchholz. Huyu anatoka nchini Ujerumani. Alikuwa ni mtu wa kawaida tu, huku alikuwa akifanya kazi kwenye makampuni ya simu akiwa kama mtu wa IT. Lakini Rolf alipofikisha umri wa miaka 40, alianza safari yake hiyo ya kufanya mabadiliko kwenye mwili wake. Rolf alianza safari yake hiyo mwaka 1999 na hadi sasa ni mzee wa miaka 65, bado anaendelea. Rolf alianza kwa kuchora tattoo na kujitoga au kujitoboa, kisha akaweka vipini vingi sana na hereni kwenye uso wake, kwenye ulimi pia, karibu kila mahali kwenye sura yake. Lakini pia akaweka mapembe madogo kwenye uso wake na kisha mapembe mengine akaweka kwenye mikono yake. Pia Rolf hakuishia hapo. Akaupasua ulimi wake ukawa mara 2 na kisha akauwekea na wenyewe vipini. Macho yake akayachora tattoo nyeusi, kisha akachora tattoo zingine nyingi sana kwenye mwili wake kiasi kwamba ukiitafuta ngozi yake harisi inakuwa ni ngumu kuipata kwa sababu mwili wake wote umejaa tattoo. Rolf anasema kwamba watu wengi wakimtizama wanaamini kwamba yeye ndiyo shetani, lakini yeye anasema kwamba yeye kabisa sio mfuasi wa shetani. Umaarufu wa Rolf ulianza kuonekana zaidi ilikuwa ni mwaka 2014 na hii ni baada ya kutembelea Dubai. Alipofika huko Dubai, Waarabu walipomuona walimkataza kata asiingie kwenye nchi yao. Kwa hivyo wakampakiza kwenye ndege na kumrudisha alikotoka. Namba 8 ni Zombie Punk. Huyu ametumia zaidi ya dola 11,000 za Kimarekani ili kujibadilisha mwili wake aonekane kama zombi. Na yeye alichora tattoo kisha akaweka hereni nyingi usoni, na kiukweli mtu huyu zaidi ya robo 3 ya mwili wake umejaa tattoo. Ana ulimi uliogawanywa mara 2, ambapo anasema kwamba kati ya mabadiliko haya ambayo aliyafanya yote, hilo la kupasua ulimi wake lilimpa maumivu sana. Lakini pia anajivunia sana kuwa na tattoo za mifupa ambazo zimezunguka mdomo, pua pamoja na jicho moja. Ili kukamilisha muonekano wa zombi, bwana huyu alijichora kwa wino mweusi kwenye jicho lake moja. Muonekano wake umempatia umaarufu mkubwa sana nchini kwao Uingereza. Huwa anatembea siku nzima akiwa amebeba bango, kisha humtoza $1 kila mtu ambaye atataka kupiga naye picha, na anasema kwamba anaipenda sana hali hiyo. Hebu ngoja kwanza kabla tuendelee, nataka tucheze challenge kidogo. Na challenge yenyewe ni hivi. Nataka nimwambie mtu yeyote yule ambaye anatizama video hii au hata kama hatizami video hii lakini jina lake linaanzia na herufi Z kuhusu bahati yake kwenye mahusiano. Lakini kabla sijamwambia kuhusu bahati yake ya mahusiano, ngoja kwanza nimwambie kuhusu tabia zake ambazo zingine pengine hazijui. Kwanza kabisa, herufi Z ana tabia nzuri na ambazo sio nzuri. Na tukiongelea tabia nzuri, kwanza kabisa mtu huyu anapenda sana matumaini, lakini pia anapenda sana amani. Yaani mtu huyu akikaa sehemu ambayo haina amani, basi itakuwa ni ngumu sana kwa yeye kuishi hapo. Lakini pia mtu huyu ana misimamo mikali sana. Yaani herufi Z sifa yao kubwa kabisa, watu hawa ni wana misimamo mikali sana. Na hii ni kwenye kila kitu. Lakini pia watu hawa ni watu wenye bahati sana, na endapo wataitumia bahati hiyo vizuri, basi ni rahisi sana kupata mafanikio. Lakini pia wakienda tofauti na hapo, huwa ni ngumu sana kupata mafanikio. Kwa hiyo mtu mwenye herufi Z anapaswa kuwa makini sana, kwa sababu ni mtu mwenye bahati, lakini asipoifanyia kazi bahati hiyo, huwa ni
ni kinyume chake. Lakini pia watu hawa wana sifa ambazo sio nzuri kwao, na endapo kama wanaweza, watafute namna ya kuzibadilisha. Tabia ambazo sio nzuri kwa watu wenye herufi Z, kwanza kabisa wanakurupuka sana. Kwa hivyo watu hawa wanashauriwa sana wawe wanapenda sana kusikiliza ushauri, vinginevyo maamuzi yao yanaweza kuwa sio sahihi. Lakini pia kwa bahati mbaya watu hawa huwa wanauguliwa sana na watoto. Na tabia ya mwisho ni kwamba watu hawa huwa wanapoteza vitu mara kwa mara. Rangi yao ya bahati ni kijani na siku yao ya bahati ni Ijumaa. Lakini sasa tuje kwenye upande wa mahusiano. Tunapokuja kwenye swala la mahusiano au kwenye ndoa, mtu huyu mwenye herufi Z anapaswa kuwa na mahusiano na mtu mwenye herufi zifuatazo. Na endapo wataenda tofauti na hapa, basi mahusiano hayo yatakuwa yanalazimisha tu, lakini hayatakuwa sahihi kwake. Lakini pia nikwambie kitu kimoja, mahusiano kuwa sahihi sio kwamba kuishi vizuri, kutokugombana, au labda ukiona unaishi kwenye mahusiano ambayo yana furaha muda wote, hamgombani mara kwa mara, ukahisi kwamba ndio mahusiano sahihi. Ili ujue kwamba upo kwenye mahusiano sahihi na mtu ambaye umepangiwa kuwa naye, kwanza mahusiano hayo lazima yatakuwa na visa vingi sana. Yatakuwa na ugomvi, muda mwingi yatakuwa hayana amani, lakini yatakuwa ni yenye baraka sana na yatakuwa ni magumu sana kuvunjika. Kama ulishawahi kuona mahusiano yale ya kumblock mtu na unblock na unblock, unafuta namba unairudisha tena, basi hayo mahusiano ndiyo yanafanana na hizi herufi ninazoenda kumtajia mtu mwenye herufi Z. Mtu mwenye herufi Z anafaa kuwa kwenye mahusiano na mtu mwenye herufi hizi hapa. Herufi ya kwanza ni herufi J, herufi B, herufi R, herufi Z, herufi D, herufi F, herufi P, herufi T, herufi V, herufi N, herufi H na herufi X. Mtu mwenye herufi Z akiwa na mahusiano na mtu mwenye herufi hizi hapa, basi mimi nakuhakikishia kwa 100% mahusiano yenu yatakuwa ni sahihi. Na ukitaka kudhihirisha hilo, basi fikiria kama ulishawahi kuwa kwenye mahusiano na watu wenye herufi hizi, maisha yenu yalikuwaje au ndoa yenu ilikuwaje? Na pia kama ulikuwa na mtu tofauti na hizi herufi ambazo nimekutajia, je, mahusiano yenu yalikuwa na baraka au mlikuwa mnapendana, mnaishi kwa amani, hamgombani, lakini kipato na uchumi wenu haukuwa mzuri? Okay, sasa tunaweza tukaendelea. Namba 9 ni Moltes Kane. Huyu ametumia karibu miaka 20 akijaribu kujibadilisha muonekano wake ili awe mfano halisi wa shetani. Mnamo mwaka 2014 alitambuliwa kama mtu wa tatu mwenye mabadiliko mengi sana kwenye mwili wake. Na kwa Kane, mabadiliko hayo yalikuwa ni njia ya kujitenga kutoka kwenye muonekano wa binadamu wa kawaida hadi kuwa shetani, huku akiamini kwamba shetani ni malaika mzuri sana na mkamilifu, lakini huwa anashangaa tu sijui kwa nini watu huwa wanamchukia. Kwa maana hiyo akaamua kuanza kujichora tatu mwili mzima, akaweka hereni nyingi kwenye baadhi ya sehemu za mwili wake, akapaka wino mweusi kuzunguka macho yake na hata akapaka wino kwenye macho yake ili tu aonekane wa kutisha zaidi. Lakini hakuishia hapo tu. Kane aliichonga pua yake ili ishuke zaidi, akarekebisha masikio yake ili yawe na ncha kali, na kisha akaweka vipandikizi chini ya ngozi yake, hasa kwenye paji lake la uso ili yaote mapembe kwa ajili ya kukamilisha lengo lake hili ambalo alitaka kuonekana akifanana na shetani. Baada ya mabadiliko hayo makubwa, familia yake yote kwa ujumla ilimtenga kabisa. Hatimaye alihama kutoka nchini Colombia na kuhamia Mexico, eneo ambalo alijua kwamba watu wengi huko wanaichukulia ni hali ya kawaida tu. Namba 10 ni Renato kutokea nchini Brazil. Huyu ni msanii wa tattoo na zaidi ya 65% ya mwili wake umefunikwa kwa tattoo, ikiwemo sehemu kubwa za uso wake. Anapenda kuonekana kama pepo. Alipomaliza kuchora tattoo yake hiyo ya kwanza akiwa na miaka 18, hatimaye akatumia zaidi ya euro 12,000 kuendelea kubadilisha muonekano wake. Bwana huyu ana vipandikizi vya silikoni kwenye paji lake la uso na mikononi. Lakini huyu naye pia aliugawa ulimi wake mara 2. Kisha masikio yake yakapanuliwa, macho yake akapaka wino, kisha akaweka vipandikizi vingine juu ya kichwa chake. Na baadhi ya mambo ya kupitiliza ambayo aliyafanya ni kubadilisha masikio yake ili yaonekane kama mabawa ya popo. Lakini hilo halikuwa la mwisho. Pia alikata pembezoni mwa mdomo wake. Anasema kwamba muonekano wake huo haukukusudia kuogopesha watu, badala yake ilikuwa ni muonekano tu ambao aliufanya kama kitu ambacho anakifanya kutoka moyoni. Namba 11 ni Wilson Santos, au kwa jina jingine wanamuita Dark Virus. Wilson alianza safari yake ya kufanya mabadiliko tangu akiwa na miaka 16, na hapo alianza kwa kuchora tatu ya jina la mama yake aliyekuwa akiitwa Helen, na hiyo ndiyo ilikuwa tatu yake ya kwanza. Helen zikaenea usoni kote, pua, mdomo wake wa chini na masikio yake vikapanuliwa hadi milimita 55. Mwili wake ukafunikwa kwa tatu zaidi ya 70%. Akiwa na miaka 25 alichukua hatua kali zaidi, akaweka vipandikizi kichwani, akapaka macho
macho wino mweusi na kugawanya ulimi wake ukatoka mara 2. Anasema kwamba mabadiliko yake hayo ndiyo yamefanikisha kazi yake ya kuendesha maisha yake na pia kumpatia umaarufu mkubwa sana. Lakini hakusahau kusema kwamba mipango yake mikubwa zaidi, anataka kuongeza vipandikizi vingine 3 kichwani na kupaka wino mweusi mwingi zaidi. Lakini pia mpango wake mwingine ni kuweka vipandikizi kwenye sehemu zake za siri na hata kuondoa kidole kimoja. Namba 13 ni Calcus Skull. Mtu huyu amekuwa na mapenzi makubwa sana na skeletons. Tangu akiwa mtoto anapenda sana kuona mifupa, na ndiyo maana mapenzi haya yalimfanya atimize lengo lake kubwa la kubadilisha muonekano wake ili uwe kama wafuvu. Calcus, ambaye jina lake la kwanza ni Eric, alianza safari yake hiyo kwa kuchora tatu mwili mzima, na baadaye tatu hizo zikasogea usoni, hasa kuzunguka macho yake na pua, ambapo sehemu hizo zikapakwa wino mweusi kabisa. Lakini mambo yalizidi kuwa makubwa zaidi alipofikia hatua ya kupaka wino mweusi kwenye macho yake na pia kugawanya ulimi wake ukatoka mara 2. Hata hivyo, ili kukamilisha muonekano wake huo wa fuvu, aliamua kufanya kitu cha hatari sana. Kwa kuwa fuvu halina masikio wala pua, aliamua kuondoa masikio yake kabisa, na haikutosha akaondoa na pua yake. Na kufanya hivyo akawa ni mtu wa kwanza kabisa nchini Colombia kuondoa masikio yake, pua, vyote kwa pamoja. Ingawa anakosolewa sana kwa maamuzi yake hayo ambayo aliyachukua, yeye anasisitiza kwa kusema kwamba hakufanya hivyo kwa mzaha, bali mabadiliko yake hayo yana maana kubwa sana kwenye maisha yake. Namba 13 ni Fernando Franco. Najua ukimwangalia huyu pengine unamfananisha na Black Alien, lakini huyu ni mtu tofauti kabisa. Fernando alianza safari yake ya mabadiliko kwenye mwili wake mwaka 2006, na alianza safari hiyo kwa kuchora tatu mwili mzima hadi mwili wake wote ukajaa rangi, huku uso wake na kichwa chake pia vikiwa vimepakwa wino mweusi. Lakini hakuishia hapo tu, aliendelea kwa kupanua masikio yake, akapaka macho yake wino, akaweka vipandikizi kichwani kama mapembe na kubadilisha meno yake kuwa ya chuma chenye ncha kali. Baadaye pia alibadilisha masikio yake na akaugawanya ulimi wake. Wengi hudhani kwamba hawezi kupata kazi, lakini hiyo ni kinyume chake, kwa sababu Fernando baada ya kufanya hivyo ndio alizidi kupata madili mengi ya kufanya kazi, na hata hivyo anamiliki studio yake ya kuchora tatu, na yeye mwenyewe ndio huwa kivutio kikubwa. Watu hutoka sehemu mbalimbali kuja kuchorwa tatu na yeye na pia kupiga naye picha na kufanya mazungumzo. Na namba 14 ambaye ni wa mwisho kwa siku ya leo anaitwa Luck Diamond Rich. Kwenye upande wa kufanya mabadiliko ya mwili, Luck yeye aliamua kubezi zaidi kwenye upande wa tatu, na hata ukimwangalia mwili wake wote umetapakaa tatu nyeusi. Luck anasema kwamba yeye alianza kupenda mitindo kama hii tangu akiwa mdogo. Anasema kwamba tangu akiwa na miaka 10 hakulelewa na baba yake mzazi, bali alikuwa akilelewa na baba yake wa kambo. Hivyo akawa anaadapti baadhi ya tabia kutoka kwa baba yake huyo wa kambo. Akaanza rasmi kujitafuta katika vipaji mbalimbali mtaani. Kipindi hicho hakuwa na tatu nyingi sana mwilini mwake, basi aliendelea hivyo kuperform mtaani akijipatia chochote kitu. Alipofikisha umri wa miaka 27 akajiunga na kundi moja hivi la wanamuziki, na yeye akawa ni mwimbaji. Basi kwa kuwa Luck alikuwa amekuzwa kwa kulelewa na single mother, lakini wakati mwingine kulelewa na baba wa kambo, hivyo akakulia kwenye mazingira ya mtaani tu, na hivyo baadaye ndipo akaingia rasmi kwenye sanaa ya kubadilisha mwili wake. Ndipo akachora tatu mwili mzima ukawa mweusi, yani hata ukimwangalia hivi ngozi yake halisi inakuwa ngumu sana kuiona. Na baada ya hapo akayatoboa masikio yake na kuyavuta, kisha meno yake akayaweka rangi ya gold, lakini pia pembezoni mwa macho yake pia akapaka wino, na hivyo ndivyo anavyoonekana kwa sasa. Na huyo ndio Luck Diamond Rich. Mpenzi mtazamaji wa Iconic, kupitia video hii wewe una maoni gani? Hebu tuandikie hapo kwenye comment, na sisi tutapitia kila comment na kuhakikisha tunaijibu. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Jina langu ni Justin Barabara. Asante.